ambao tunaanza hapa kwenye mdundo kwa siku ya leo inamhusisha msanii mkongwe wa muziki wa Bongo Flava ambaye ni Seif Shabani almaarufu kama Matonya, ambaye mwanzoni mwa mwezi wa 4 ilikuja taarifa kwamba Matonya huko nchini Kenya amembaka mwanadada mmoja, na baadaye yeye akaweza kwenda mahakamani na akasomea mashtaka yake, na baada ya mahakama kusikiza pande zote mbili, basi Matonya aliweza kupewa dhamana ya shilingi 500,000 ambayo ni ya Kikenya. Sasa tukiconvert kwa kibongobongo hapa ni sawa sawa na shilingi milioni 10 za Kitanzania. Na sharti alilopewa ni kwamba huyo ambaye anamtolea dhamana inabidi awe ni mmoja wa raia wa Kenya, lakini pia aweze kulipa iko kiasi. Kwa hiyo mdhamini wake ni Toa Boss Rama, ambaye yeye aliweza kutoa gari ambalo ni zaidi ya shilingi milioni 10, lakini aliweza kumdhamini Matonya na kuweza kutoka. Kwa hiyo kupitia mtandao wa Instagram wa kwake Matonya ameweza kutengeneza video ambayo amewashukuru wa Tanzania, amewashukuru wa Kenya, ameshukuru familia ya Rama Msoni, pia ameshukuru ubalozi wa Tanzania na wengine wengi, lakini humo amesema kwamba yeye sio mbakaji. Na kabisa wamtoe kwenye mambo kabisa, ni sio mbakaji. Hajui kama dhamira ya hao watu ilikuwa ni nini. So twende tukamsikilize yeye mwenyewe Matonya akiwa anazungumza hayo. Kwanza nimshukuru Mungu, leo nimepata nafasi au dhamana ya kuwa nje katika mahakama za Kenya, lakini pia niwashukuru wa Tanzania wote kwa dua na maombi, wote kwa pamoja kwa umoja wao, lakini pia niwashukuru ndugu zangu wa Kenya pia kwa maombi na dua. Nishukuru familia yangu pendwa ya Rama Msomi kupambana nami mpaka sasa niko hapa nje. Kaka yangu Omar, kaka yangu familia ya Naman, Kala Moto, familia yangu pia ambayo imetoka Nairobi, marafiki zangu ambao tunafanya nao kazi pamoja, kina Kendi na wengine wengi. Nishukuru pia balozi yangu ya Tanzania, na kuwashukuruni sana kwa umoja na kuhakikisha jambo hili linakwenda hatua kwa hatua, japo kuwa siwezi kulizungumzia maana liko mahakama, lakini naomba wanitoe kwenye hiyo siasa ya masuala sio ubakaji ya nini. Hiyo sio wala sio ndoto yangu, wala simo humo, wala sitalizungumzia sana, lakini waliopanga wanajua wenyewe walichokipanga kwa ajili ya maslahi yao. Yote kwa yote namshukuru Mwenyezi Mungu, mama yangu mzazi Bi Zuhura Tanga na familia yote kwa maombi na dua, lakini pia tuiachie mahakama, inshallah itatenda haki kwa nafasi yake waliokuwa nayo. Yote kwa yote nasema asante Mungu, nawapenda sana wote kwa pamoja, wote kabisa. Asanteni sana. So story nyingine inamhusisha msanii kutoka hapa nchini Tanzania, na msanii wa Bongo Flava ambaye ni Rich Mavoko. Sasa Rich Mavoko kwenye wimbo wa Hosia, kwanza wimbo ni una maadhi ya singeli, alafu ndani ya wimbo wa Hosia yeye ameweza kuzungumza ule wosia ambao mzazi wake ambaye alitangulia mbele za haki ameweza kumwachia, na vitu gani ambavyo inabidi avifanye, yani kuna vitu ambavyo inabidi avifanye. Sasa Rich Mavoko anafanya media tour na ameenda East Africa Radio, ambapo kwenye kipindi cha Planet Bongo amezungumza vitu tofauti, lakini kitu ambacho kina trend sana ni amemzungumzia kwamba alishawahi kumkanda Salama SK. Na nikukumbushe kwamba Rich Mavoko miaka michache iliyopita alikuwa WCB na akatoka, na alivyotoka pia ashawahi kupelekana Basata, kwa mambo alikuwa ni mengi. Sasa Rich Mavoko kwenye hiyo interview ambayo alifanya alikuwa anazungumza kwamba Salama SK ashawahi kumpigia mama yake Rich Mavoko na kumzingua, na pia ashamtolea maneno ambayo sio mazuri. Kwa hiyo Rich Mavoko mama yake Rich Mavoko akabidi amwambie Rich Mavoko. So Rich Mavoko alivyoona hivyo, basi akaona ende amkande Salama SK. Sasa kukanda kwa lugha yetu kimtani maanisha kwamba kumpiga, si ndio? I say, nawaza alendaje akaja akampiga hapo. Sasa ndo kipengele. So tuna tumsikilize Rich Mavoko yeye mwenyewe kwa maneno yake, alafu big shout out kwa East Africa Radio ndani ya kipindi cha Planet Bongo. Kuna mtu nilimkanda kwa sababu alileta miayusho, nilimkanda na anajua miayusho, na ni brother, anamwambia kabisa wewe Salamu miayusho. Nilimkanda kwa sababu eti ule brother vipi? Alikuwaje mpaka miayusho? Yule alimleta miayusho bi mkubwa.
na nilimkanda kwa sababu aliniletea miayusho mkubwa wako wewe. Kuna kauli kidogo zisivuke mpaka, yani tuongee sisi wenyewe. Alikuwa akiwasiliana na mamako? Hapana, nafikiri kutana pale Basata. Aliongea kauli fulani za kimiayusho. Alisema salamu afu aliongea miayusho, yani maza kaja kuniambia akasema we nani? Sasa mbona mimi bro namheshimu sana huyu. Mbona anakuwa navuka mipaka? Unajua sisi tumefundishwa kwamba heshimu kila lika. Bila mtu mwenye lika lote asikuvuke mpaka. Sisi tumefundishwa hivyo. Sure. Unabutua dakika moja dakika mbili. Vingine vitafuata kwa sababu nimekuheshimu. Kuna vitu kaja kumwambia bibi mkubwa wangu, mimi nimekaa nikafikiria nikasema huyu ataingia kwenye 18 kama sio 17. Na nishakutana naye mara 2 mara 3. Sina shida naye. Ila na shida maneno yake aliongea. Alisemaje hayo maneno? Ni machafu. Kwa hiyo mimi nikikwambia mtu na shida naye ile kwamba wewe una shida na mimi kutokana na 1 2 3. Sio kwa sababu wewe ni mtu mzima, ni kwa sababu wewe umezingua. Na hadi sasa una mdomo, bado una shida naye. Hana mdomo mzuri. Ana mdomo mchafu, bro. Ana mdomo mchafu, bro. Ndio. SK ana mdomo mchafu. So, ukifika kipindi mtu unamheshimu, unataka weke mipaka. Wewe mtu mzima, mimi mtoto mdogo, eka mipaka bro. Nikikuvukia mpaka wako utasema huyu vipi huyu? Ni kwa sababu umefanya nini? Umevuka mpaka wangu. Nakuelewa. So tukienda kimataifa, story ya kwanza inamhusisha mwanamuziki Chris Brown ambaye yeye kupitia mtandao wake wa Instagram ameweza kuposti na kusema kwamba album yake inatoka tarehe 8 mwezi wa 5. So kupitia huo mtandao wa Instagram amepost cover ya album hiyo, ambao pale chini akaandika #Brown album, yani kwamba hiyo album inaitwa Brown album. Akaandika pre-sale available now, album drops May 8th. So alichomaanisha hapo Chris Brown amesha kwamba mauzo ya awali yanapatikana sasa, album itatoka tarehe 8 Mei, yani kwamba tarehe 8 mwezi wa 5 2026. Na tukumbuke kwamba album ya mwisho ya kwake Chris Brown ilitoka 2023 ambayo ilikuwa inaitwa 1111, ambayo ilikuwa na takribani nyimbo 30. Na album hiyo ilitoka tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2023. Lakini kwenye hiyo album kulikuwa kuna, yani hakubei sehemu moja. Kwenye hiyo album kulikuwa kuna mixed vibes, yani kulikuwa kuna R&B, kulikuwa kuna Afrobeats, kulikuwa kuna pop sounds, yani kwa hiyo Chris Brown anajua taste of good music, lakini anajua nini mashabiki zake wanataka. Kwa hiyo tusubiri album hii ambayo inatoka tuweze kujua yaliyomo yamo, maana kuna baadhi ya ngoma ambazo zinatoka kwenye 1111 hata mtu anaweza kusikiliza leo na asikumbuke kwamba nyimbo hizo zimetoka 2023. Kwa hiyo let's wait for Chris Brown's album. Na nyingine inamhusisha rapper Young Thug ambaye yeye amedai kwamba anataka kubadilisha jina lake. Yani kwamba atabadilisha jina lake. Young Thug jina lake kabisa la kuzaliwa anaitwa Jeffrey Williams. So kuna tweet ambayo alitweet mtandao wa Twitter ambao zamani ulikuwa Twitter lakini sasa hivi ni X. So yeye akawa ameona baadhi ya picha na nini. So kuna mtu akawa amepost picha za Jeffrey Epstein ambaye alikuwa ni mfanyabiashara ambaye alikuwa na kashfa za kibiashara za kingono, ngono za watoto, alikuwa na madai ya kutumia fedha, yani kuficha vitu vya kihalifu hivyo. Kwa kuna mtu akawa ametweet sent to Dr. Simon akawa ameandika just like that everybody stopped talking about Epstein files. Na akawa ameweka picha baadhi pale za Epstein, mara amemkumbatia mwanadada, mara kuna picha amebeba mtoto na nini, kuna picha zingine. So Young Thug akaja kuandika I'm changing my name ASAP bro, yani kwamba anamaanisha kwamba nabadilisha jina langu haraka iwezekanavyo. So yeye anaona kwamba kushare jina na mtu ambaye alikuwa anafanya hizo kashfa za kingono kwa watoto na nini, so kwa kuwa anaitwa Jeffrey Williams basi anataka kubadilisha hivyo tu ili mradi tu asiitwe Jeffrey. Sasa sijui atajiita jina gani, maana kwenda kubadilisha mtu aubadilishe tu hivi kiolela inabidi ufuate processes. Je, kwa upande wako wewe ungeweza kubadilisha jina kama mfano ungekuwa unaitwa Jeffrey au hata jina lako lolote ile ambalo unaitwa sasa hivi? Je, ikitokea kwa mfano mtu anaitwa jina fulani then akaja kubadilisha kwa sababu ya maovu ya mtu fulani, ingekuwa ni wewe, ungeweza kubadilisha? Ama ni vipi? So mimi kwa siku ya leo ndo nimemaliza kama hivyo. Asante sana kwa kuweza kutega sikio lako na kunisikiliza. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini pia kutusikiliza kwenye radio yetu. Mimi naitwa YG. Till next time. Bye.